Ndoto saba ni hatari sana, hasa kwa wanawake pindi watakapoziona usingizini na wanapokuja kuamka wakawahadithia watu wengine, au kumtafuta mfasiri ndoto ukamwomba kutafsirie ndoto hizi. Hizi ndoto za aina saba ambazo nitakaozitaja hapa, hasa kwa wanawake. Utakapojiona una ndoto za aina hizi unazipata, jitahidi sana mdomo wako unyamaze kimya, kwa sababu kuhadithia kwako au kumtafuta mtu akutafsirie ndoto hizi ndiyo kutokea kwa tukio hilo, ambapo ni hatari, tena ni hatari na ni mbaya sana. Ndoto za aina saba, na kuna ndoto mbili ambazo nitakazozielezea, ambazo watu wengi sana, kila mtu ananiuliza kuhusu hizi ndoto, yani sijui kuna nini, lakini watu wengi sana wanauliza ndoto hizi mbili ambazo nitakazokuja kuzielezea kwa jumla jamala, jinsia zote mbili, mwanamume na mwanamke. Bismillahirrahmanirrahim. Nitaanza na ndoto ya kwanza. Sawa, kwa wanawake katika hizi saba, pindi utakapoiona usingizini, ukiamka asubuhi, nyamaza kimya, wewe omba dua kama utaijua ile, sawa, ile ambayo mimi nishaifundisha katika video zangu za nyuma, a'udhu bima a'adhat bihi malaikatullah wa rusuli, niliwahi kusema hii dua. Kwa hiyo ndoto ya kwanza ambayo ukiona hutakiwi kuihadithia wewe mwanamke, pindi utakapojiona usingizini uko peku, yani namaanisha huna viatu, unatembea viatu huna. Hii ni ndoto mbaya, tena ni ndoto mbaya kwa wewe mwanamke. Utakapoiona ndoto hii, ukiamka asubuhi, omba dua, sema a'udhu bima a'adhat bihi malaikatullahi wa rusuli min sharri ru'yaya hadhi, sawa, mpaka mwisho ile dua utakapoiona hii ndoto. Na vile vile kama hujui, sema tu ukiamka, ya Rabbi nikinge na haya mashaka ambayo nimeona humu. Hii pengine ulikuwa mwanzo hujui, lakini sasa ndo nakufundisha. Utakapoiona ndoto yoyote kati ya hizi saba, usihadithie. Kuhadithia kwako na kumtafuta mwenye kutafsiri ndoto ndiyo kutokea kwa tukio lenyewe, na ni mbaya. Hiyo ni ya kwanza, ukijiona uko peke usingizini. Sawa. Ndoto ya pili, utakapojiona usingizini umembeba mtoto usiyemfahamu, yani mtoto hujui ni wa jirani, hujui ni wa ndugu yako, yani ule mtoto wewe humjui hasa ni wa nani, yani umembeba tu katika mikono yako, humjui ni mtoto wa nani. Ndugu yangu, hii ndoto ni mbaya kwa wewe mwanamke, ni hatari, usihadithie, iishie kwako. Fumba mdomo wako. Kuhadithia ndoto ndiyo kutokezea kwa matatizo yenyewe. Ya pili hiyo, utakapojiona usingizini umembeba mtoto ambaye si wa kwako na humjui ni wa nani, ni ndoto mbaya. Hiyo ni ya pili. Ndoto ya tatu, wewe kijana wa kike, utakapoona nywele zako nyeusi zimebadilika kuwa ni nyeupe. Mwanamke kijana akajiona usingizini nywele zake zimebadilika na zimekuwa nyeupe, hii ni hatari sana. Usihadithie ndoto hii. Utakapoamka asubuhi, muombe Mwenyezi Mungu akukinge na shari za ndoto hii, isije ikaja ikakutokezea tena kwenye maisha yako. Hiyo ni ya tatu. Ndoto ya nne, utakapojiona umepoteza dhahabu katika ndoto yako, yani kwenye usingizi unaitafuta dhahabu, iwe ni herini, iwe ni kidani, iwe sijui ni kitu gani, sijui chochote kile utakachokiona usingizini kwamba hii ni dhahabu yangu, alafu unaitafuta huioni, ni ndoto mbaya kweli kweli. Sawa, siwezi kuitafsiri na wala usiitafute maana yake. Pindi utakapoiona ndoto hii katika usingizi wako, usihadithie, nyamaza kimya. Sawa. Kwa mwanamke aliyeolewa ina maana yake, na mwanamke asiyeolewa pia ina maana yake. Na tena kama wewe mwanamke, wewe ndo mke wa mtu na mume wako yuko safarini, sawa, ama ni mjamzito na ukaiota ndoto hii, ndo kabisa fumba mdomo wako, usimhadithie mtu wa aina yote. Hiyo ni ya nne. Ndoto ya tano, utakapojiona usingizini unamnyonyesha mtu usiyemfahamu, awe mkubwa awe mdogo, yani unamnyonyesha tu, hata kama unanyonyesha watoto usingizini, usihadithie ndoto hiyo. Ni ndoto mbaya, na ndoto ambayo unaota wanawake wengi sana. Mimi naongelea kuhusu wanawake hapa. Usije ukaihadithia ndoto hii, kwa sababu si ndoto njema hata kidogo, kumnyonyesha mtoto au kumnyonyesha mtu mzima ambaye humfahamu, sawa, ambaye humjui, usihadithie. Hiyo ni ya tano. Ndoto ya sita, utakapoiota usingizini unashona nguo. Hii ndoto ya kujiona unashona nguo, na hasa nguo yako mwenyewe, ndio ndoto mbaya zaidi. Ukiamka asubuhi, fumba mdomo wako, soma dua, endelea na maisha yako. Kwani ukifumba mdomo utabadilika kitu gani? Hakuna haja ya kutaka kuhadithia. Nyamaza kimya, achana nayo. Na ndoto ya mwisho ya saba ni ndoto utakapojiona wewe kijana umekuwa kizee. Yani wewe ndo kijana alafu umekuwa mzee. Hii ni ndoto mbaya sana. Jitahidi sana usimhadithie mtu yote, lakini kwa mzee
mzee akajiota kuwa amekuwa kijana, hiyo ni dalili nzuri sana, na hawa wanakuwa ni watu ambao Allah anawaruzuku mwisho mwema. Lakini wewe kijana kujiona umekuwa mzee ni ndoto mbaya mbaya mbaya, utakapoamka usimhadithie mtu yote. Hizo ni ndoto 7 za wanawake hatari sana, utakapoziona usimhadithie mtu yote. Hizo ni 7. Na ndoto 2 ambazo watu wengi sana wananiuliza, ustadhi, hivi ndoto mimi nikijiota kama nimerudi skuli, yani najiota nimerudi katika mazingira ya skuli na nishamaliza kusoma skuli kitambo sana. Sawa, ndoto hii ya kwanza ambayo nitakayotafsiri hapa, hii ina maana 3 ama 2. Maana ya kwanza, kuna mtu anakufanyia ubaya, anakurejesha nyuma kimaisha. Maana ya kwanza, kwa maana wewe hata kama unafanya kazi, tujalie ushapata kazi, pesa yako unayoipata hutojua unaifanyia kitu chochote katika maisha yako. Yaani wewe kiufupi huna maendeleo. Ukipata pesa tu imetokezea matatizo. Ukipata pesa mikosi. Ukipata pesa leo mara umeumwa wewe, mara kaumwa huyu. Ndio inakuwa kama hivyo. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili, yawezekana una rafiki, sawa, mtu wako wa karibu ambaye unakaa naye, na huyu mtu ndo anakurejesha wewe nyuma kimaisha. Yaani wewe ukikipata leo, yeye ndo tayari kashakuja kukushika. Bwana mimi naomba kiasi fulani. Bwana ana maneno mengi sana mazuri mazuri. Huyu anakurejesha nyuma. Kwa hiyo mwenyewe tutafakari ni nani huyo, na ujifunze kukaa kimya, na sio na kila unachoomba ukitoe. Muda mwingine hata Allah anasema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, siwe wewe ni mbakhili kwamba ikatolewa mfano ikiwa tena mkono wako kama vile umefungashwa na roho yako, shingo yako huufungui wala huutoi. Ubakhili hautakikani katika Uislamu. Lakini pia wala tabsutha kullal basti, isiwe wewe ni mtu wa kufungua mkono wako moja kwa moja ikawa kila anayekuja unampa, kila ukiomba unatoa, chote unakitoa. Allah anasema fataqud maluman mahsura, utakuja kuwa muflis, utakuja kuwa huna shilingi 100 uanze kuomba. Lakini inavutakana utakapopata kata kidogo mkatie mtu, isiwe tena wewe unachoomba hicho tunatoa kila siku na kuwa hivyo. Hapana, mtu hataki kuwa hivyo. Ndio Qur'an inavyotufunza. Hiyo ya pili. Na maana ya 3, yawezekana wewe mwenyewe una matendo yako unayoyafanya ambayo si mazuri, si mazuri hata kwa Mwenyezi Mungu ama katika jamii, na ndio maana unaota ndoto hizo yanakurejesha nyuma. Yani hizo ndoto zako, yani ndoto zako hizo zinakuashiria kwamba wewe unarejeshwa nyuma kimaisha. Sawa, hiyo ni ndoto, yani hiyo ndoto ina maana hizo 3. Sawa. Na ndoto ya mwisho ambayo hii pia ni ya jumla jamala, ni ndoto ya kuona mtoto wako ima anaumwa, yani mtoto wako anaumwa, yani mtoto wako anakunywa maji ya chooni, au kuona mtoto wako kafa. Mwanao mwenyewe ukimwota kafa, ukimwota mwanao mwenyewe anakunywa maji ya chooni, ukiamka asubuhi usihadithie hizi ndoto, ndugu yangu. Kitakachokuja kumtokezea mtoto wako, usije ukamlaumu mtu yoyote, kwa sababu mdomo wako umeshindwa kuufumba. Hayo ndio ambayo tunayafanya.